Nimeulizwa swali kwa muda huu ya kwamba hal yastatiu ahadan rubba min ar-rijal hakadha ay yardiya an-nisa, je, inawezekana mwanaume yote akamridhisha mwanamke? Yani mwanamume akampa kila kitu mwanamke akawa ni mwenye kuridhika akaishi naye kwa wema? Kwa sababu kuna baadhi ya wanaume usiku na mchana wanajitahidi kuwaridhisha wake zao, wakati mwingine mpaka nawapelekea kuingia katika mambo ya haramu, lengo tu mwanamke afurahi aweze kuridhika. Je, kuna mtu yoyote ambaye yaweza kumridhisha mwanamke katika wanaume? Na wala hatuzungumzii katika masala ya tendo la ndoa, la, isipokuwa tunazungumzia katika masala ya kimaisha. Yataka hiki umempa, yataka kile umempa, yataka hiki hivyo. Je, yuko? Jibu ni kwamba la. Nikamwambia hakuna mwanaume yote ambaye yaweza kumridhisha mwanamke katika matalibati yake yale ambayo anayataka kila siku. Akauliza limadha, kwa nini? Shekhe, siwe hivyo kwamba nijitahidi, akitaka gari mnunulie, akitaka nyumba kifahari nimjengee na vinginevyo. Na mimi nikamjibu nikamwambia, idha kana Allah subhanahu wa ta'ala ma ardahu, ikiwa mwanamke hajamridhia Mola wake, fakaifa anta? Mwanamke hajamridhia Mola wake, yani Allah amempa lakini bado hajaridhia, amempa nini sasa shekhe? Akasema sasa, nikamwambia mwanamke mfano mdogo tu ambao ni wa kiakili na wewe uchukuna ufanyie kazi. Nikamwambia Allah subhanahu wa ta'ala a'tahumul uyuna ghayyaruha, Allah amewapa wanawake macho lakini wameyabadilisha. Leo wanatafuta visababu vya kubadilisha macho ili waonekane warembo zaidi, wakasahau kwamba asli ya Allah aliwapatia ndo nzuri zaidi. Lakini pia atwahum arrumusu ghayyaruha, Allah subhanahu wa ta'ala amewapatia zile kope, mwanamke anabadilisha, anataka kope za kubandika za bandia. Lakini pia Allah amewapatia wanawake aljufun, hizi nyusi, kasavuha, pia nazo wakazifanyaje, wakazinyofua. Lakini pia nikamwambia Allah hao wanawake amewapatia meno, lakini hayo meno wanafanyaje? Wanayaondoa, wanataka ya bandia. Kwa kila kitu ambacho Allah amempatia mwanamke bado hajaridhika nacho. Baadhi yao bado wanaweza kuondoa ila weke vingine. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala amewapatia midomo mizuri tu, walakin ghayyaruha, na pia nayo wakafanyaje? Wakaibadilisha wanawake. Kwa mwanamke kila unapojitahidi kumridhisha hauwezi. Na sababu kubwa ni hii sasa, ikiwa wao hawakumridhia Mola wao, basi ni vipi kuridhia wewe? Ni jambo ambalo haliwezekani. Ikiwa Mola wao mlezi hawakumridhia, basi nawe kamwe hawakuridhia. Isipokuwa fanya ihsan, fanya wema kwa kadri utakavyoweza, na Allah atakulipa katika uwema, kwa sababu tunajua katika maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kheri ya sadaka na boni bora zaidi na yenye kuzidi malipo zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ila ambao unaitoa kwa familia yako. Kwa hiyo walisho wanawake hao, wafanyeni matalibati yao ambao wanayataka, lakini sio ni sehemu ya kumuudhi Allah na kumkera Allah ili mwanamke aridhie. Hawa wanawake ni neema, lakini itakuwa neema. Wanawake ni sehemu mojawapo ya furaha yetu, lakini zakawa ni mtihani mzito mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tahadhari sana, mwanaume ambaye unataka kumridhisha mwanamke ili afurahi na ukamwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Lengo la kuondoka nalo leo ni kama mwanamke haridhi, mwanamke hawezi kutosheka hata siku moja. Ndio maana mpaka leo sasa wamtendea mazuri yote, lakini mkikosana siku moja kwamba hujawahi kunifanya chochote kile. Mwenye akili timamu amenielewa. Asalamu alaykum wa barakatuh.